Honorable Simba Arati, Governor of Kisii County, Honorable Zahir Jahanda, MP, Nyaribari Chache constituency, national and county government officials, members of the county assembly, leaders and members of Joyful Women Organization, religious leaders present led by Apostle Morwabe, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Wairire buya. Nyasaye no moya. Bwana Yesu asifiwe. Ebu tusalimiane. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Every county has its own story. Kisii's story is a story of enterprise. It is a story of hands that cultivate the land, mold soapstone into works of art, trade in our markets, and above all, work tirelessly to build a better life for the next generation. Today, I'm happy to be here among the women whose hands, determination, and resilience continue to shape the story of Kisii County. You see this spirit everywhere. In the green farms covering our hills, the bustling markets of Keumbu, Keroka, and Darajambili, and in the creativity that has made Kisii soapstone known far beyond our borders. This is a county that understands the value of enterprise. From agriculture and trade to craftsmanship and small businesses, the people of Kisii have demonstrated that prosperity does not always begin with abundance. It begins with initiative, determination, and the willingness to make the most of what we have. It is in this spirit that we have come together today to celebrate women who are not waiting for change, but are actively working to create it. I bring you warm greetings from His Excellency, Dr. William Samoei Ruto, the President of the Republic of Kenya. The President deeply believes in the potential of the Kenyan women and remains committed to ensuring that women have greater access to the opportunities, resources, and support they need to participate fully in our country's economic transformation. His message is simple. The women of Kenya must not remain spectators in the economy. They must be creators, producers, entrepreneurs, investors, and leaders in shaping Kenya's future. Ladies and gentlemen, when women organize themselves, they do not simply save money. They share ideas, exchange knowledge, and encourage one another. And when one woman falls, there is another woman to help her rise again. Economic empowerment is not simply about having money in your pocket. It is about having choices. It is about paying school fees without fear, growing a business, putting Obokima on the table, and having the confidence to plan for tomorrow because you have taken steps to secure today. So, to the women of Kisii, to the woman of Kisii who is still wondering whether she should join a Joyful Women group, I say, begin. Do not wait until you have a lot of money. Begin with what you have. In 2 Kings chapter 4, verses 2, when the prophet Elisha asks the widow, "What do you have in your house?" she responds that she has only a little oil. God used what she had to create a billion company for her. So save what you can, learn what you do not know, and grow from where you are.
The women we celebrate today are proof that great things can begin with a simple decision, a decision to work together and believe that the future can be different. We see the spirit in groups such as Nyakanya and Sensi Beyond, among others. These groups have ventured into unique income-generating activities, including brick making, millet and soybean farming, and sunflower cultivation. Through these ventures, women are earning incomes, supporting their families and building individual businesses. They did not begin with large businesses or large amounts of capital. They began with an idea, a commitment to work together, and the courage to start. Ladies and gentlemen, capital alone is not enough. A woman may have access to money, but without the right knowledge and skills, it can be difficult to build and sustain a successful enterprise. That is why I'm pleased that through Joyful Women, more than 1,000 women have been trained in poultry keeping and the poultry value chain, financial management, and entrepreneurship, equipping them with the knowledge and skills to build and sustain successful enterprises. Through Joyful Women, we have also provided more than 350 water tanks, with the intervention expected to benefit more than 3,500 homes. But I want us to think beyond the tank and think about the rain. Let us harvest rainwater from our rooftops, store it safely, and put it to productive use. Rainwater harvesting is not just about water. It is about turning what nature gives us into food, income, resilience, and dignity for our families. The work we are doing through Joyful Women complements the wider efforts of the government of Kenya. Under the leadership of President William Ruto, financial inclusion and enterprise development remain important pillars of our national transformation agenda. Through initiatives such as the Women Enterprise Fund, women continue to access affordable credit to start and grow their enterprises. The fund has disbursed more than Kenya shillings 28 billion to over 2.28 million women, while the Hustler Fund has provided more than Kenya shillings 90 billion to 28 million borrowers across all our 47 counties. Here in Kisii, investments in Kegogi and Nyakoe markets, roads, and the rehabilitation and expansion of the Kisii water supply network are creating opportunities for traders, farmers, and families. We are also seeing progress in maternal health. Kisii has recorded a 34.5% reduction in facility-based maternal mortality, from 159 to 104 deaths per 100,000 live births. Behind every number is a mother whose life has been saved and a family spared the pain of losing a loved one. These investments reflect one vision: creating opportunities and improving lives. That is the spirit of Joyful Women organization. As part of our continued commitment to supporting families and communities in Kisii, today we are providing 1,200 blankets, 20 boxes of soap, and 80 mattresses to support families in need and bring comfort and dignity to our communities. But even as we respond to immediate needs, we must also invest in the future. That is why I'm providing 5,000 Hass avocado seedlings. I encourage our women and families to see agriculture not only as a way of feeding our households, but also as an opportunity to create wealth and build sustainable enterprises. As I conclude, I want to sincerely thank the women of Kisii and the surrounding region for always making time to attend our national celebrations.
Your presence, commitment, and enthusiasm continue to make the Joyful Women organization strong. I warmly invite you to join us once again for the joyful celebrations this November. Come and celebrate the woman who began with a few shillings and build a business. Come and celebrate the power of women who chose to start, to save, to learn, and to grow together. As the mother of the nation, I will continue to walk this journey with you, but this journey also calls on every woman to take a step. Join a table, join a group, save together, learn together, start together, grow together. Let us turn our small savings into big opportunities, our ideas into enterprises, and our collective strength into a better future for our families. Kisii women, let us rise together, hatua kwa hatua na mama, kote nchini. God bless you all. Asanteni sana. Tumpongeze mama kwa makofi mazuri. Asanteni sana, asanteni. Kabla sijaketi, ningependa tena kuchukua hii fursa kuwashukuru nyote kwa kuweza kufika. Ningependa kumshukuru gavana wetu Mheshimiwa Simba Arati kwa kazi nzuri ambaye anaendelea kufanya. Kama vile amewaambia, yeye ni rafiki yangu miaka mingi sana. Wakati alikuja kwenye ofisi yangu, kama vile amesema, sikumjua, lakini nilimwona kijana mdogo mwenye ujasiri. Alikuja tu na akaomba kwamba kama ongeza kutuwekea kidole kwenye hii KATO, which is Kenya Association of Tour Operators. Maana ukikuwa na tour company lazima ukue part of the association. Na mimi sikumjua, lakini nilimwona ako na tabasamu mzuri na nikamwona kijana jasiri. Nikamwekea kidole, akaenda. Siku moja baada ya miaka mingi nilikuwa natazama runinga, nikamwona pale, nikasema na huyu kijana si ni yule ambaye alikuja kwenye ofisi yangu wakati alikuwa anawania ubunge kule Nairobi na alikuwa moto moto. Si gavana wenu ni moto moto? Hebu tupigie gavana makofi. Kama vile alisema alikuwa upande ule, tulikuwa huku, lakini tumekuja pamoja. Kwa hivyo governor, continue doing the good work for these great people of Kisii. They are amazing people. These women, the men, the young people, the children of Kisii County are amazing. I see the great work that you continue to do. Continue to support them. Kina mama wa Joyful Women, mko? Kina mama wote wengine mko? Kwa hivyo kama vile tumesema, tutakutana Nairobi, si ni kweli? Najua kitu moja ya ajabu, governor, wakati haukukuwa governor hapa. Hii Kisii County nimeikanyaga sana, Mheshimiwa Zair. I have come to Kisii County many times. From 2013, wakati tulikuwa tunatembea, nikakuja 2014 tukaanza Joyful Women. But I can tell you, if I can confess, and Apostle Morwabe knows me very well, ni kwamba it has not been easy to penetrate Kisii County. Haijakuwa rahisi. Hata nilikuja hapa, huyu ndugu huyu anataka, huyu Lumumba huyu anajua. Hata tulikuwa tunaishi kwa hoteli yake wiki moja. Tulikuwa members huko. Every after 3 months tunakuja Kisii. Every after 3 months tunakaa huko 4 days, 1 week. Tukienda kule mashinani kuongea na kina mama, tukiwaambia mambo ya women economic empowerment, kwamba wakipata pesa wanaweza kusaidika waingie katika table banking. But me, I want to believe one thing. As the Bible says, God's timing is the best. This is the right time. This is the right time. Kuna wamama kweli wametushikilia sana. Kama yule mama aliongea hapa akasema kikundi yao wali register 2014. Lakini walikuwa wanakuja wakitoka. Wanakuja wakitoka. Na si kuelewa, kwa sababu hapa kwa jirani Nyamira
tulikuwa na kina mama wengi sana na vikundi mingi. Tumetoka Nyamira saizi, kina mama ambao wako katika Joyful Women karibu 9,000. Lakini hapa Kisii, Elizabeth, nafikiri umesema ni 800. You can imagine, Nyamira karibu 9,000. Nyamira 9,000, Kisii 800. Yet nilikuwa naona katika demographies na nikiona ile geography nilikuwa nasoma kidogo, population ya Kisii ni kubwa zaidi kuliko Nyamira. Si ni kweli? Lakini nimejua kitu. God's timing is the best. Kuna wakati wa Mungu. Na huu ndio wakati. Mmesikia Mheshimiwa Zairi mwenyewe amesema siku moja ataleta wamama na tutarejesta wamama 10,000 kwa mkutano mmoja. Najua tuko katika vikundi mingi na kina mama tunafanya vitu tofauti tofauti. Lakini nimeona faida ya table banking. Maana kawaida ya mama akienda kule katika commercial bank anauliza maswali mingi. Kisii County tutarudi tena na tena kwa sababu mimi binafsi nimeona faida ya table banking. Na kila wakati nikikuja katika mikutano ya kina mama niko na ile conviction tena kutaka kusaidia kina mama zaidi na zaidi. Because mimi najua kwamba pengine mama alipata bahati mbaya, pengine hakusoma vizuri, ama pengine alilelewa kule mashambani ya kupata nafasi ya kwenda mjini ama hata katika city kama Kisii. Lakini yule mama ambaye ako kule mashinani ni mama na ambaye ako na akili mingi sana. Kila mama ni mama muakili. Mimi huwa nasema kama mama unaweza kukua mjamzito, uzae mtoto na ule huyo mtoto akakuwa mkubwa, si wewe ni mtu mwenye uko na akili, mwenye Mungu amebariki. Pengine hata huwezi ongea Kiingereza, pengine hata huwezi ongea Kiswahili, lakini ile kazi ambayo Mungu amekupatia ufanye ni mambo makubwa sana. Bila kina mama hatuna manyumba. Mama ndiye anajenga nyumba yake, si ni kweli? Mama ndiye anatunza bwana yake, si ni kweli? Mama anatunza watoto wake. Kwa hivyo kina mama, mtu asiwahi kukudanganya siku moja akakwambia kwamba wewe ni bure. Wewe sio bure. Wewe ni mtu ambaye unaweza kufanya mambo makubwa sana. Ndio sababu mimi kila wakati nikiona kina mama nataka kuwashika mkono, kuambia kwamba mnaweza. Tukishikana mikono sisi sote tunaweza. Niliona mama wangu mzazi hakuongea Kiingereza, hakuenda shule, lakini alitulea, akatufundisha maneno makubwa, na siku hizi tunasimama kama watu. Kina mama, tutunze watoto wetu. Tufundishe watoto wetu. Hii table banking, usikubali mtoto wako akae nyumbani bila kwenda shule. Kuna mtu amesema kwamba education is the greatest equalizer of our time. Ndio itafanya watoto ambaye ni wakubwa na wale ambao hawana wakae katika meza moja, katika boardroom moja, na make decisions concerning their country and their communities. Tusukume watoto wetu. Sumbua mheshimiwa wako akupatie basari. Kuja kwa governor akupatie basari. Ingia table banking. Tusukume watoto wetu ili waweze kusoma. Kwa hivyo wamama wa county ya Kisii, nimefurahi sana. Mimi nawapenda sana. Nyinyi ni watu wazuri sana. Nataka kuahidi kwamba tutaendelea kufanya kazi na viongozi ili tuweze kuhakikisha kwamba mambo ya biashara, enterprise